tusiangalie upande mmoja wa management, tuangalie na hadhi ya madiwani katika mamlaka ya serikali za mitaa. Kama diwani tunampa kutunza bilioni 100 kwenye mamlaka ya serikali za mitaa, inakuwa diwani yule anakwenda kule kwa posho ya shilingi 300,000. Kwa hiyo ni muda mwafaka sasa hivi tuangalie hata hadhi ya diwani, tuangalie sifa ya diwani, tuangalie majukumu ya diwani ili waweze kuzisimamia vizuri za serikali zetu za mitaa. Lakini si hivyo tu, ili kweli tuboreshe utawala kwenye ngazi ya chini, twende mpaka kwa wenye viti wa serikali za vijiji na mpaka na wenye viti wa mitaa. Majukumu yao sasa yameongezeka. Majukumu ya mwenyekiti wa mtaa leo sio yale ya mwaka 71. Kwa hiyo lazima tuangazie ile hadhi zao, tupandishe hadhi zao na tuhakikishe kwamba tunatengeneza mazingira wezeshi ili waweze kufanya kazi vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, uendeshaji wa halmashauri una changamoto. Sisi wakati wa bajeti hapa tunakaa miezi 3 kubadili bajeti. Hivi inawezekanaje madiwani wanakwenda halmashauri kwa masaa 3 wanapitisha bajeti ya mwaka mzima, tena kwa idara zote 4 kwa masaa 3 tu? Hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo wanakwenda pale wanaweka makabrasha yao, na ukikuta mkurugenzi ambaye yuko smart anamwambia karani wagawe posho sasa hivi, akianza kuzungusha karatasi ya posho tu basi wote wanaangalia sawa, wanaangalia wakapande magari hao wanatawanyika. Hatuwezi kuendesha hiyo mamlaka ya serikali za mitaa. Lazima tuwape siku za kudebate hiyo halmashauri yao, tuwape siku 3 siku 4 wajadili bajeti ya halmashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini vile vile tuangalie hata uendeshaji wa mamlaka ya serikali za mitaa. Je, kwa muda tulionao huu hivi bado kweli baraza la madiwani liendelee kuwa mamlaka ya nidhamu kwa watumishi wa halmashauri? Mamlaka ya nidhamu ambayo mkuu wa idara anaweza akasema kamati ile ya fedha ina madiwani wakorofi 3, kesho akaenda kwa rubuni amefanya ubadhirifu, inaonekana kwamba tumwachie tu tumsamee. Kwa hiyo vitu kama hivi inabidi vibadilishwe katika mamlaka zetu za serikali za mitaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mengi ya kueleza kwenye serikali za mitaa, lakini naomba niishie hapo. Lazima tufanye mabadiliko ya kweli ili kweli tupeleke nguvu kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niungane na kamati ya bajeti. Kwanza wapongeza na kamati ya bajeti, wamefanya uchambuzi mkubwa sana. Wao vile vile wanampongeza rais kwa kuongeza bajeti. Walipopitia pale mwongozo wa mpango wa maandalizi ya bajeti, wamempongeza Mheshimiwa Rais kwa kuongeza bajeti ya sekta ya elimu. Na mimi naungana nayo kwa sababu sasa hivi bajeti ijayo itatoka trilioni 7.3 kwenda trilioni 8.19, sawa na ongezeko la 10.4. Hili ni ongezeko kubwa sana. Ushauri wangu, hizi fedha ambazo zinaongezeka zisiende kwenye miundombinu tu. Tumwangalie na mwalimu mwenyewe ambaye anafanya mabadiliko katika sekta ya elimu. Hakuna elimu pasipokuwa na mwalimu mahiri. Lazima tumwezeshe mwalimu. Tumwezeshe mwalimu kwa in-service training, tumwezeshe mwalimu kwa maslahi yake, walimu wapate stahili zao kwa wakati ili waweze kuchapa kazi vizuri. Na walimu tukiwezesha kama anavyowekeza Mama Samia, matokeo yanaonekana. Sasa hivi division 1 zimejaa kwenye shule za kata na matokeo mmeyaona. Tukiendelea kumthamini mwalimu, tukiendelea kuwekeza kwa walimu, matunda yataonekana vizuri katika shule zetu za kata. Kwa hiyo zitengwe fedha za kutosha kutoa motisha kwa walimu, zitolewe fedha za kutosha kwa mafunzo kazini kwa walimu, lakini stahili zao zilipwe kwa wakati. Ule mtindo wa baada ya miaka 4 naunda timu ya kushughulikia madeni ya walimu, walimu walipwa kwa wakati. Hakuna sababu ya kuunda tume ya kushughulikia madeni ya walimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwenye mapendekezo ya mwongozo wa utayarishaji wa bajeti nichangie mambo mawili. Swala la kwanza, nishauri kwamba kwenye mwongozo yatolewe maelekezo mahususi kwa maafisa masuhuli.
katika bajeti ijayo kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba wasianze miradi mipya, tukamilishe viporo vya zamani. Hakuna haja kuanza miradi mipya wakati tuna viporo hatujakamilisha. Lakini pili, zitengwe fedha za kutosha kulipa madeni ya wazabuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Asante sana.